amani ya asubuhi ya leo umeweza kuamka salimini katika mahali ambapo upo. Nataka kukusalimu kwa jina ya Yesu Kristo kwa wale wa Kristo, na asalamu alaykum kwa ndugu zetu Waislamu. Basi nikiwa na imani siku ya leo ni ya kupendeza, ni siku yenye fanaka ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukujalia asubuhi ya leo. Basi mpenzi msikilizaji, ikiwa na imani tunakuja kupatana tena ndani ya Guragura FM, sauti ya Pwani. Utaniita jina kubwa, jina dogo, naye za Junior, sauti ya nyikani, the diverse voice in the coastal region. Tushaelezana, tushafahamiana, tukasema kuwa hiki ni kipindi cha sikukuu, ama tuseme ni msimu wa sikukuu ya Krismasi kwa Kristo, ambayo ni sikukuu ambayo wakati mwingi ukumbuka kuzaliwa kwake Mwokozi ama mtoto wa Mungu kwa jina Yesu Kristo. Basi usije tu ukakuwa pale pale upo nyumbani unasubiri kuzaliwa kwake Mwenyezi Mungu, kwake Yesu Kristo, na ufahamu nini kilisababisha huyu Yesu Kristo kuweza kuzaliwa. Ana jukumu gani kwenye hii jamii? Nini kilimsababisha kuzaliwa? Ikikumbukwa kwa wakati huo kulikuwa na wanawake wengi ambao wangezaa Yesu Kristo. Kwa nini aliweza kuzaliwa naye Bikira Mariamu? Ni maswali ambayo yanapaswa kuwa yanatoka na kuingia kwenye kichwa chako. Right, basi mpenzi msikilizaji, hii ni Guragura FM ndani ya studio, sauti ya nyikani, nikikuletea kipindi kizima. Usije ukawa na shida yoyote pale. Kama una swali unaweza ukaingia kwenye mtandao ya Guragura FM pale ndani ya Facebook. Hiyo ni page ya Guragura FM ambapo mambo yanafanya kufanya, ambapo mambo yanawezekwa kuwezekwa. Ukisikia Guragura FM sauti ya Pwani, unajua naye za Junior, sauti ya nyikani, the diverse voice in the coastal region, amesha kuingilia ndani. Siku ya leo ningependa tuzungumzie kuhusu mada moja ambayo ni kali sana. Je, mtoto ana nafasi ama ana jukumu la kuweza kulipiza kisasi kwa wazazi wake? Hiyo ni swali la siku la leo ambalo tunataka kulijadili kutoka wakati huu hadi tutakapokuwa tunatamatisha kipindi chetu cha asubuhi. Basi mpenzi msikilizaji, ukishafahamu kuwa watoto wako katika likizo, sitaki kusema ni likizo refu kwa kuwa lipo karibu kutamatika. Basi watoto wapo pale nyumbani, ama tuseme wanafunzi pia. Ikukumbuka kwanza, mtoto ni nani? Mtoto ni mtu yeyote ambaye yupo chini wa umri wa miaka 18. Huyo ndio mtoto. Kwa hivyo pia kama wewe uko chini ya umri ya miaka 18, ufahamu kuwa wewe ni mtoto, bado hujakuwa mtu mzima. Na ukiwa pale uko chini ya sheria. Mojawapo sheria ambayo hupo chini yake ni sheria ya mzazi. Unapaswa kumsikiza na kufanya vile atakavyo mzazi. Lakini kikumbuka pia kuna wakati mwingine si kila binadamu ambaye ni malaika. Kwa hivyo mzazi huyu wakati mwingine anaweza kagaipa kidogo, akataka kukufinyilia kidogo. Au majenzi wanafahamu hilo neno. Wanasema atupangwingwi, waambeleki. Uweze ukawatendea jambo ambalo hawalitaki. Kwa mradi Guragura FM sauti ya Pwani. Nayo hiki kisasi ambacho tunazungumzia kuhusu ni nini? Hii ni lipizo au kumlipizia mtu katika jinai hamkusudi. Lipizia mtu. Kama mtu alikuwa amekutendea dhambi kidogo, wewe unanyamaza na unasema haipo siku tutapatana, nitamtendea, nitalipiza kisasi. Ndipo tunataka kufahamu mtoto huyu anaweza akalipiza kisasi? Ana jukumu la kulipiza kisasi kwenye jamii. Ikiwa ni dakika 43 tumeweza kukatika baada ya mwendo wa saa 12 ni saa ya Afrika Mashariki, kwenye studio ya Guragura FM naye za Junior, sauti ya Pwani, nikiwa nakuletea sauti ya nyikani ndani ya studio ya Guragura FM. Basi ni mambo yapi ambayo yanaweza kusababisha huyu mtoto kulipiza kisasi? Ni mambo yapi ambayo yanaweza kusababisha mtoto kuweza kulipiza kisasi? Sijui kama unafahamu kuwa marafiki ambao mtoto huyu anaishi na wao wanaweza wakamfanya kuweza kuamua kufanya kitu ambacho hapaswi kufanya. Huyo mtoto wake akisha kwenda kwenye marafiki wake ambao ni marafiki potofu,
Akishawaelezea kuwa mzazi wangu, mama yangu, baba yangu alinifanyia hivi, namwambia kaka bana, hii ni kitu ambayo ni kitu moja baya zaidi, unapaswa kulipiza kisasi hata kama ni mzazi wako. Marafiki ambao anaishi nao, hiyo ni jambo moja ambalo linaweza zikamfanya aweze kulipiza kisasi. Kwa hivyo unafaa kufahamu marafiki ambao mtoto anaishi na wao ni marafiki ambao wanaweza kumpatia jawabu sawa sawa, ama ni watoto ambao wataweza kumpatia jawabu ambayo inaonekana kuwa ya kejeli na kupotoka. Jambo lingine ni kutosikizwa na wazazi. Kumbuka wakati mwingi mtoto huyu, watu ambao wanaweza kumsaidia kiela na kukua ni wazazi wake. Kwa hivyo wakati mwingi anapokwenda pale na kukosa kusikizwa, wakati unasikia anasema mama anahitaji shilingi 500 yeye nikafanya hivi na hivi, sijui mama unaweza kunisaidia na hiki na kile, ndiposa mambo yangu yaweze kuwa salama salimini. Kuna kitu ambacho nataka kwenda kununua, kuna mahali ambapo nataka kwenda, lakini unapata mzazi anakuambia siwezi nikakusikiza, nenda zako mwenzangu, wewe mwenda wazimu, ili kazi gani? Unafaa kwenda wapi? Hatuwezi tukakusikiliza. Hiyo ni mmoja wapo ambayo inafanya huyu mtoto kuweza kulipiza kisasi, kwa sababu alikatasa kusikizwa pale kwa wakati fulani. Kwa hivyo ataamua, japo kwa sababu ulikataa kunisikiza, leo ni siku yako, nitakuja kulipiza kisasi. Jambo lingine ni kukejeliwa na wazazi. Ikukumbuka pia kuna wazazi fulani ambao waliwakana watoto wao wakiwa wadogo, labda kwa umri fulani, watupa mahali, kisha mwisho huyu mtoto anapatana na mtu mwenye imani, mwenye roho ya utu ambaye anamsaidia kukua, na mwishowe wakati huyu mtoto anakuwa, ndipo unaona wazazi wake wanajitokeza. Wakishajitokeza ndio mtoto anaweza akakubali kwenda mahali ambapo wazazi hao wapo, kwa sababu labda wanaweza wakajieleza wakasema labda hiki ndicho kilichoendelea, ama wakafanya ile hadithi ya kubuni, wakasema mtoto wetu tumempoteza katika mahali fulani, hatakuwa ana lingine la kufanya, baadaye tukamtafuta akapatia, ndipo siku ya leo tumeweza kuja kupatana naye. Ili alafu huyu mtoto anakumbuka vyema mahali ambapo aliachwa, akiwa anakumbuka na kwenda kule na apatana na wale wazazi, anaamua hao wazazi walinitendea maovu nikaishi bila kuwafahamu mahali ambapo wapo. Kwa hivyo anaamua sasa naenda kulipiza kisasi. Hiyo ni kukejeliwa na wazazi. Kwa hivyo wazazi, mna jukumu la kuwapenda watoto wenu bila kuwakejeli na kuwasikiza kwa kila wakati. Kama jambo ni mbaya ambalo wanataka kwenda kufanya, basi unamwambia hili ni mbaya mwanangu, usije ukafanya. Lakini wao pale unapomkejeli mtoto wako na kumwambia kuwa hili ni jambo ambalo siwezi kukusikiliza, hata siku moja siwezi nikakusikiliza, inasababisha hali kama hiyo. Basi jambo lingine ni kufanyisa kazi gumu. Ikukumbuka watoto wako pale nyumbani, unaamua kwa sababu kutoka Januari watakuwa wanarejea shuleni, unaamua kufanyisa kazi ambayo ni gumu sana. Kazi hii itamfanyisha mtoto huyo kukuchukia zaidi na kunyamaza. Unajua wakati mwingine mtoto anaweza kukuchukia, amenyamaza na maumivu, lakini ameyaweka ndani ya moyo wake, ndani ya akili yake, akijua ipo siku nitaweza kulipiza kisasi, wakati mzazi ambapo hatakuwa na nguvu, ama wakati fulani tutapatana vizuri niweze kumwadhibu. Kumbuka watu ambao unafanya nao au watoto wana akili kubwa sana, kwa hivyo fahamu, wasikilize, usiwafanyize kazi gumu, wafanyize kazi ambao wanapaswa kufanya tu, ambalo wana nguvu la kulifanya, si kuwafanyisha kazi ambayo ni ngumu zaidi. Basi jambo lingine ni gani? Kutowajibika, wazazi kutowajibika. Kumbuka siku nyingine hapa tulizungumzia kuhusu jukumu la wazazi, ama hali ambayo wazazi wanapaswa kuwajibika kwenye jamii katika kumtunza mtoto wake. Tukasema mzazi ana jukumu la kuwajibika. Kila wakati mtoto anapokwenda mahali, wanapaswa kuwajibika. Kile mtoto ambacho anahitaji, wanapaswa kumpa, ama kumwambia jamani, mtoto wangu kwa sasa hivi sina hela za kununua, lakini tufikie hapo siku fulani nitakuwa nimepata hela na nitaweza kukupatia kile ambacho umeitisha ama umeagiza. Hilo ni hali la kuwajibika. Basi wakati mwingine mzazi anapaswa kuwajibika, kumtuliza mtoto wake, kumketisha chini na kumwambia basi mwanangu, hivyo ndivyo hali ilivyo, si kuwa na kufanyisa kazi ngumu ama na kutumikiza, lakini hali iko namna hii. Unamueleza moja mbili, ndipo mtoto anaelewa na mnaelewana. Hiyo kazi ataifanya kwa roho safi bila chuku yoyote pale, na atakuwa kuweza kuzungumza na wewe na kumwambia mama, baba, hii kazi ni ngumu kwangu, hii kazi ni mingi, kwa hivyo mimi mwenyewe silifanya. Basi mpenzi msikilizaji, tutazidi kusema ndani ya Gurakura FM, sauti ya Pwani, nikiwa nakuletea kipindi kizima cha asubuhi. Utaniita naye za Junior, jina kubwa jina dogo, naye za Junior, sauti ya Nyikani, the Divas Father in the Coastal Region. Tukizidi kumalizia, tunasema mtoto hana jukumu la kulipiza kisasi. Mtoto hana nguvu za kulipiza kisasi kwa hali yoyote. Unasikia?
ana nguvu ya kulipiza kisasi kwa hali yoyote, lakini anachoweza kufanya ni kuwaripoti wazazi hawa kwa akina nani? Kwa viongozi wa jamii na viongozi wa serikali. Kwa hivyo hili linatupelekea kuwa mtoto anapaswa kuwa anawafahamu hao viongozi kwenye jamii, asije akapatana tu na baba mtu, kumbe baba mtu huyu ni rafiki wa mamake na hataweza kumsikiliza, kwani atampigia mamake ama babake kumwambia kitoto chako ni kibea, kimekuja huku kinasema unawafanyia kazi ngumu. Hilo sio jambo. Kwenye jamii kunafaa kuwa na viongozi ambao wanaweza kuwasikiza watoto tu na hao watoto wakifa. Kwa hivyo wakati unapaswa kwenye jamii kunafaa kuwa na mikutano mbalimbali ambao pia watoto wanapaswa kujumuika. Wakijumuisha kule wanaweza wakafahamu viongozi wa kina jamii ni wapi. Vile vile kwenye serikali yetu ya nchi kunapaswa kuwa na nyakati ambapo watoto wanapatana, ama kule shuleni hao viongozi ambao wanawaongoza watoto kuhusu kisheria na hali mambo ya watoto wanapaswa kuja shuleni, wanawasalimia, wanawaambia sisi ndio tunafanya hivi na habari ambayo mnaweza kutupata ndio hii, ofisi mahali ambapo wanapatikana ni hapa na pale. Kwa hivyo watoto wanakuwa na ufahamu kuhusu wakati wanafanyizwa kazi gumu, wakati their rights are violated, mahali wanapaswa kwenda kuripoti. Vile vile au maafisa ambao wanasimamia watoto wanafaa kuwa na mafunzo zaidi kufahamu kuhusu kazi yao. Kumbuka, mtu anapaswa kuwa na skills ili kuweza kufanya ile kazi yake, si kuamka tu na kusema nina akili ninaweza nikaongoza na kuanza kazi ambalo haulielewi. Hilo si jambo lako. Unapaswa kuwa unawajibika, unafahamu. Basi mpenzi msikilizaji, ikiwa ni dakika 9 zimeweza kusalia tuweze kudunda mwendo wa saa moja ndani ya Godagoda FM, sauti ya Pwani. Nasema mtoto hana jukumu lolote kwenye jamii la kulipiza kisasi. So wewe kama mtoto jifahamu vyema. Si wakati unafanyisha kikazi pale, mamangu nitafanya hivi na hivi, nitamwekea sumu. Kuna vitoto vingine wapendi watoto, vina hasira kweli kweli. Kwa hivyo una jukumu la kuwafahamu hao watu ambao unaishi na wao. Isije siku moja ukatendewa jambo ambalo halieleweki. Ndio wazazi wanaweza kauliwa na watoto. Mara unasikia aliweka chakula sumu, alichukua kisu akawadunga watoto. Ndio tunawafunza watoto kukuwa na nidhamu, kukuwa wakiwa wanajielewa kwenye jamii. Ndio tupunguze mambo kama haya. Pia wanadini wana jukumu kubwa kwenye hili jamii ya kuwatunza watoto, akuwaambia mambo ambayo wanapaswa kufanya kwenye jamii, kuelekeza wakati mambo yameharibika kwenye jamii, jambo ambalo wanapaswa kufanya. Ikumbuka kuwa maisha wakati wowote hayawi rahisi. Kuna wakati maisha yanakuwa juu, wakati mwingine maisha yanakuwa chini. Lakini tunasemaje? Lazima tujifunze kuweza kuishi kwenye wakati wowote. Yakiwa juu tunajua tutaishi vile, yakiwa chini tunajua tutaishi vile. Hiyo ndiyo hali ya kuwa hutu na kuwa binadamu. Hivyo watoto wafunzwe na waelimishwe katika vipindi tofauti tofauti. Marafiki wanaowapatia majukumu, wanaowapatia elimu, wanaowapatia recha pale, wanawaambia mwanangu, hali ikiharibika unapaswa kufanya hivi. Wao ni marafiki ambao wanajua kujenga, bali si kubomoa. Kwa sababu kizidi kuwafuatilia marafiki wengine, ipo siku utakuja kupotoka ama kupotea niseme. Na ikumbuka huyu mtoto tu, kuna wakati atakuwa amefikisha hii miaka 18, ataweza kutoka kwenye jamii. Atakuwa si wako tena, ni wa jamii na wanafamilia wake, labda wakati atakuwa ameoa. Na atakuwa shida kubwa sana kama utakuwa umeweza kumliza, utakuwa umeweza kumwelimisha na kumtunza jinsi mtoto anavyopaswa kukua. Unapaswa kumfunza pia. Kuna wakati mwingine kwenye maisha unakosa, na kuna wakati mwingine kwenye maisha unapata. Kwa hivyo unamfunza, unamwambia wakati ambapo kwenye maisha umekosa, hivi ndivyo unapaswa kuishi. Wakati kwenye maisha ambapo unapata,